Habari daktari? Salama salama, za kwako? Naam, nashukuru. Uhali gani? Nzuri la baridi. Baridi. Sasa hivi ni kipindi cha majira ya baridi. Ndiyo, lakini unajua kati ya mwezi wa tano siku chache Ndio. mara nyingi ni baridi. Oh. Ilikuwa joto mwanzoni, lakini baridi umerudi. Mwalimu, karibu sana, na ni furaha yangu kuweza kusema na wewe. Asante sana. Naam. Mwalimu, jambo la kwanza ambalo tungependa kulifahamu hapa, ni nini hasa kilikuvutia kujifunza Kiswahili? Ndiyo. Nilipokuja Tanzania mara ya kwanza ilikuwa mwaka 2017. Baada ya siku mbili tu nimeanza kujifunza Kiswahili. Kwa hiyo nilitamani sana kujua Kiswahili. Niliulizia rafiki kama kuna uwezekano wa kusoma Kiswahili kama mgeni, na yule rafiki alikuwa mgeni pia, na alinishauri kutembelea shule ya Dar Language School Masaki, Dar es Salaam. Nilifanya hivyo na nilianza kozi na nimepata mwalimu mzuri, mwalimu Yusuf, na niliendelea na kusoma Kiswahili. Na kwa nini? Kwa sababu unajua sio lazima kujua Kiswahili kuwasiliana na watu. Hasa mimi nafanya kazi katika chuo kikuu cha Jordan Morogoro, kwa hiyo wanafunzi wanasoma kwa Kiingereza. Hata mimi nawafahamu walimu ambao hawaongei Kiswahili, wanaongea Kiingereza tu, lakini nikiongea Kiingereza peke yake ningejisikia mgeni kila mara, lakini kwa sababu ya Kiswahili mimi ninajisikia kama ndugu. Kinanisaidia sana. Alafu nikikutana na watu ambao hawaongei Kiingereza pia inanisaidia kuzungumza nao. Kwa hiyo nafikiri sababu ya kwanza ni kuweza kuwasiliana na watu, lakini pia ninafanya utafiti kuhusu Afrika, kwa hiyo inanisaidia katika kazi. Alafu sababu ya tatu, ninapenda Kiswahili tu kwa sababu ni lugha nyingine. Ninajua lugha ya Kiulaya tu kama Kiingereza, Kifaransa, Kijerumani, Kipoland. Zote zinafanana kidogo, lakini Kiswahili ni lugha ya Bantu. Hata grammar ni tofauti, na inanifurahisha kujifunza. Hata kujifunza sio kuongea tu, lakini ninapojifunza inanifurahisha sana.